Karibu Jam TV Tanzania. Hapa unapata hadithi za kusisimua, mapenzi na burudani zisizo na mwisho. Usisahau like video ikiwa unafurahia, share na marafiki wako ili nao pia wacheke au wasome hadithi zetu. Subscribe sasa ili usikose video mpya kila siku. Jam TV Tanzania, burudani kwa kila mtu kila wakati. Mzee Baraka inaonekana kuwa familia ina heshima mini. Ana watoto wawili, Amani na Neema, lakini nyuma ya utajiri wao kuna siri iliyofichwa kwa miaka 20 films. Siku ya mazishi ya mke wake, Mzee Baraka anapokea bahasha ya zamani yenye ujumbe mmoja: ukimwambia Amani ukweli kuhusu kuzaliwa kwake, familia yako itavunjika. Amani, kijana mwenye moyo safi, anaanza kugundua kwa kila mtu nyumbani anamficha kitu. Mama yake mdogo anamchukia bila sababu, dada yake Neema anamlinda kupita kiasi, na baba yake anakataa kuzungumzia historia yake. Usiku mmoja, Amani anapata picha ya zamani yenye watu watatu. Baba yake, mwanamke asiyejulikana, mtoto mdogo anayefanana naye. Anapomuuliza baba yake, jibu linakuwa: mwanangu, kuna ukweli ambao ukijulikana unaweza kuniweka gerezani. Wakati huo huo, Neema anagundua kwa mchumba wake Kevin ana uhusiano wa siri na mtu wa familia yao. Siri moja baada ya nyingine inaanza kufichuka. Lakini siri kubwa zaidi ni hii: Amani si mtoto wa Mzee Baraka, bali ndiye mrithi halisi wa familia iliyodhaniwa kufa miaka 20 films iliyopita. Kweli uliofichwa usiku ule, Amani hakulala. Maneno ya baba yake yalikuwa yakimzunguka kichwani: kuna ukweli ambao ukijulikana unaweza kuniweka gerezani. Asubuhi yake alimfuata dada yake Neema jikoni. Amani, Neema, niambie ukweli, mimi ni mtoto wa nani? Neema alikaa kimya, macho yake anza kujaa machozi. Amani, kuna mambo ambayo baba alituomba tusiaguse kamwe. Kwa hiyo umekuwa ukijua alishinduku. Wakati huo huo, Mzee Baraka alikuwa akikutana kwa siri na mwanamke mzee aitwaye Bi Sofia, aliyekuwa amehifadhi siri hiyo kwa miaka mingi. Baada ya miaka 25, ukweli umeanza kurudi. Niliamini siri hii ingekufa pamoja nami. Siri haifi Baraka, inasubiri muda wa kufichuka. Siri ya picha ya zamani. Amani aliamua kuchunguza mwenyewe. Alienda kwenye nyumba ya zamani iliyokuwa imeachwa nje ya mji, sehemu aliyogundua kwenye nyuma ya ile picha. Ndani ya nyumba hiyo alipata sanduku lililofungwa. Ndani yake kulikuwa na barua za mapenzi za baba yake kwa mwanamke asiyejulikana, cheti cha kuzaliwa, picha ya mtoto mchanga. Aliposoma cheti, moyo wake ulisimama. Jina la mama yake lilikuwa Rehema, lakini jina la baba lilikuwa limefutwa. Ghafla simu yake ikaita. Ilikuwa namba isiyojulikana. Sauti ya mwanaume: Amani, acha kuchimba mambo ya zamani kama hutaki kupoteza maisha yako. Amani aliogopa. Wewe ni nani? Lakini simu ikakatwa. Usaliti wa ndani ya familia. Wakati Amani akitafuta ukweli, Kevin, mchumba wa Neema, alikuwa akikutana kwa siri na Zawadi, mtoto wa rafiki wa zamani wa Mzee Baraka. Zawadi, ukinisaidia kupata nyaraka zile, nitahakikisha wewe ndiye utakayemiliki kampuni yote. Kevin akatabasamu. Neema ananipenda, lakini pesa ndiyo ninayoihitaji. Usiku huo Mzee Baraka alipokea ujumbe: Amani tayari amepata cheti cha kuzaliwa. Kesho kila kitu kitajulikana. Mzee Baraka alishtuka, akamwambia mlinzi wake, mtafute Amani kabla hajajua ukweli wote. Lakini tayari ilikuwa imechelewa, kwa sababu Amani alikuwa amefungua barua ya mwisho ya mama yake. Ndani yake kulikuwa na sentensi moja tu: mwanangu Amani, siku utakaposoma hii barua, ujue aliyekuibia maisha yako yupo karibu nawe. Muuaji wa siri anajulikana. Mvua kubwa ilinyesha usiku mzima. Amani alibaki amedani ya gari lake akitazama ile barua ya mwisho ya mama yake. Mtu aliyekuibia maisha yako yupo karibu nawe. Alijiuliza, ni nani? Asubuhi ilipokucha, Amani aliamua kumfuata Bi Sofia. Alikuwa ndiye mtu pekee alionekana kujua ukweli wote. Alipofika nyumbani kwake, mlango ulikuwa wazi. Anaweza kuwa ndani, Amani alijisemea. Aliingia taratibu. Bi Sofia, aliita. Hakukuwa na jibu. Alipoingia sebuleni, alishtuka. Bi Sofia alikuwa amelala chini, akiwa amejeruhiwa vibaya. Kwa nguvu zake za mwisho, alimshika Amani mkono. Sofia, usimwamini Kevin. Baada ya kusema maneno hayo, alipoteza fahamu. Amani akapiga simu ya dharura. Dakika chache baadaye polisi walifika, lakini kabla hata uchunguzi haujaanza, afisa mmoja alimgeukia Amani. Afisa, tutahitaji uje kituoni. Wewe ndiye mtu wa mwisho kuonekana hapa. Amani akajikuta amekuwa mshukiwa mkuu. Kevin anaficha ukweli. Wakati huo huo, Kevin alikutana tena na Zawadi. Kevin, Bi Sofia bado yuko hai, akizinduka atataja jina langu. Basi kabla hajazinduka, hakikisha hatapata nafasi ya kuongea.
Mazungumzo hayo yote yarekodiwa kwa siri na mtu aliyekuwa amejificha nje ya nyumba, lakini mtu huyo alipojaribu kukimbia alionekana. Kevin alianza kumfukuza. Halima alipoenda kumtembelea baba yake hospitalini baada ya mshtuko alioupata, alimkuta akiwa analia. "Na baba, unaogopa nini?" Mzee Baraka akashusha pumzi nzito. "Nimeishi na siri kwa miaka 25. Nilidhani nilikuwa namlinda Amani, kumbe nilikuwa namuumiza." Kabla hajaendelea, mlango wa chumba ulifunguliwa ghafla. Mwanaume mmoja mzee aliingia akiwa na fimbo mkononi. Akamwangalia Mzee Baraka moja kwa moja machoni, kisha akasema kwa sauti nzito, "Baraka, umenitafutia mwanangu kwa miaka 25. Leo nimekuja kumchukua." Mzee Baraka alibaki ameduaa. Neema hakuelewa kilichokuwa kinaendelea, na nje ya hospitali Amani alikuwa akiwasili, bila kujua kwamba angekutana uso kwa uso na mtu ambaye angebadilisha maisha yake milele. Baba wa kweli Amani aliingia ndani ya hospitali akiwa amejaa maswali. Alipofika kwenye mlango wa chumba cha Mzee Baraka, alisikia sauti ya mwanaume mzee ikisema kwa hasira, "Nimemtafuta mwanangu kwa miaka 25. Leo sitarudi mikono mitupu." Amani alifungua mlango taratibu. Macho ya kila mtu yakamgeukia. Mzee aliyekuwa amesimama alimwangalia Amani kwa makini, macho yake yakaanza kutokwa na machozi. "Amani," alisema kwa sauti ya chini. Amani alishangaa. "Unanijua?" Mzee huyo akatikisa kichwa. "Mimi ni Juma, baba yako wa damu." Kimya kizito kilitanda chumbani. Neema kamgeukia Mzee Baraka. "Baba, ni kweli?" Mzee Baraka akafumba macho kisha akasema kwa huzuni, "Ndiyo, nilimlea Amani kama mwanangu baada ya wazazi wake kutengana kwa mazingira ya kutisha. Nilidhani nilikuwa namlinda." Amani alihisi dunia ikimzunguka. Miaka yote aliyomwita baba, kumbe hakuwa baba yake wa damu. Lakini kabla hajapata nafasi ya kuuliza zaidi, simu ya Kevin iliita. Alipoiona namba, uso wake ukabadilika. "Nini? Mtu yule amekimbia?" Kevin akakata simu na kutoka hospitalini kwa haraka. Hakujua kwamba Nima alikuwa amemsikia. Kwa mara ya kwanza, Nima alianza kumtilia shaka mchumba wake. Wakati huo huo, mtu alikuwa amerekodi mazungumzo ya siri kati ya Kevin na Zawadi alifika kituo cha polisi akiwa na ushahidi muhimu. Afisa mkuu alipoisikiliza sauti hiyo, alisema, "Sasa tunajua nani anaficha ukweli, lakini kuna mtu mwingine mkubwa zaidi nyuma ya mpango huu." Na wakati polisi walipoanza safari ya kumkamata Kevin, gari jeusi lisilo na namba lilisimama nje ya hospitali. Wanaume wawili walishuka wakiwa wamevaa nguo nyeusi. Mmoja wao akasema, "Hakikisheni Amani hatoki hapa akiwa hai." Itaendelea. Jam TV Tanzania inakuletea burudani isiyo na mwisho. Like ikiwa unafurahia, share na marafiki, subscribe sasa ili usikose video mpya. Jam TV Tanzania, hadithi na burudani kwa kila mtu.